Picha unayoiona bwana ni mwonekano wa kombe la dunia la kwanza kabisa lililofanyika Uruguay mwaka 1930. Hebu tuanze na story kabla ya kombe la dunia. Mpira wa miguu ulianza kuonekana kwa mara ya kwanza katika michezo ya Olympic ya Paris ya mwaka 1900 kama mchezo wa maonyesho. Uliendelea tena mwaka 1904 na katika michezo ya Intercalated ya mwaka 1906. Wakati Federation Internationale de Football Association kwa kifupi FIFA ilipoanzishwa mwaka 1904, ilianza kupanga mashindano ya kimataifa yaliyokusudiwa kufanyika Uswisi mwaka 1906. Hata hivyo, tangazo kwamba mpira wa miguu ungekuwa rasmi sehemu ya michezo ya Olympic ilisababisha wazo hilo kuachwa. Wakati huo michezo ya Olympic iliruhusu wanamichezo wa ridhaa pekee, yani wanamichezo wa kujitolea. Tunakusanyana mtaani, tunakwenda kukiwasha Olympic. Hivyo Sir Thomas Lipton, tajiri mkubwa wa Italy, akaandaa mashindano huko Turin kwa vilabu vya kulipwa, kila kimoja kikiwakilisha nchi yake. Haya yalikuwa mashindano ya kwanza ya kimataifa nje na Olympic. Hatimaye FIFA ilitambua mashindano ya Olympic kama mashindano ya dunia ya mpira wa miguu kwa wachezaji wa kujitolea na ikachukua jukumu la kuiandaa. Mwaka 1920, baada ya kumalizika kwa vita kuu ya kwanza ya dunia, mashindano ya kwanza ya mabara mbalimbali yalifanyika Antwerp, Ubelgiji, ambapo Misri ilijiunga na timu za Ulaya. Miaka minne tu baadaye, 1924, timu za kwanza za kitaifa kutoka Amerika Kusini zilishiriki, Uruguay ikishinda taji hilo mwaka 1924 na tena mwaka 1928. Katika toleo hilo la mwisho, FIFA iliandaa mkutano ambapo iliamua kuandaa mashindano ya kimataifa kwa ngazi ya wachezaji wa kulipwa mwaka 1930. Historia ya kombe la dunia la mpira wa miguu ilikuwa karibu kuanza kuandikwa. Sasa twende Uruguay mwaka 1930. Hapa ndipo kombe la dunia la kwanza lilipofanyika. Mara tu habari za mashindano hayo mapya zilipojulikana, nchi kadhaa za Ulaya pamoja na Uruguay ziliwasilisha maombi yao ya kuwa mwenyeji. Rais wa FIFA wakati huo, Jules Rimet, alikuwa na nia ya kuandaa nchini Uruguay, si tu kwa sababu ya mafanikio yaliyopatikana katika matoleo mawili yaliyopita ya michezo ya Olympic, bali pia kwa sababu mwaka 1930 nchi hiyo iliadhimisha tukio muhimu, miaka 100 tangu kiapo cha katiba. Kwa msaada huo, Uruguay ilichaguliwa kwa kauli moja kuwa mwenyeji wa mashindano hayo ya kwanza. Hata hivyo, ilipofika wakati wa utekelezaji, hakukuwa na msaada kutoka Ulaya katika maandalizi. Hakukuwa na hatua ya awali ya kufuzu. Nchi mwenyeji ilituma mialiko kwa mataifa mbalimbali ili kupata washiriki 16. Hata hivyo, nchi nyingi za Ulaya zilikataa mwaliko huo, zikitoa sababu ya matatizo ya kiuchumi yaliyosababishwa na mdororo wa uchumi uliokuwa umetokea kwa wakati huo. Ingawa Uruguay ilijitolea kugharamia gharama za nchi hizo, ni Ufaransa, Ubelgiji, Yugoslavia na Romania tu zilizoshiriki. Ushiriki wao ulitokana na shinikizo la moja kwa moja au lisilo la moja kwa moja kutoka kwa viongozi wa FIFA. Hatimaye kombe la dunia la kwanza katika historia lilishirikisha timu 13: Argentina, Ubelgiji, Bolivia, Brazil, Chile, Marekani, Ufaransa, Mexico, Paraguay, Peru, Romania, Uruguay na Yugoslavia. Hiyo haikuwa changamoto pekee aliyokumbana nayo Uruguay wakati wa kuandaa kombe la dunia. Mvua kubwa huko Montevideo zilizuia uwanja wa Centenario kuwa tayari kwa tarehe ya kuanza. Uwanja huo kwa kuandaa mechi zote za mashindano, lakini haukuweza kufunguliwa hadi siku ya 6 ya mashindano. Hivyo viwanja vya Grand Parque Central na Pocitos vikawa vya kwanza kuandaa mechi za kombe la dunia kwa wakati. Mashindano yalianza na makundi manne ya timu 3, isipokuwa kundi moja lilikuwa na timu 4. Kwenye uwanja wa Estadio Pocitos ilipigwa mechi kati ya Ufaransa na Mexico, mechi ambayo ilimalizika kwa Ufaransa kushinda mabao 4 dhidi ya Mexico. Kwenye uwanja wa Estadio Grand Parque Central ilipigwa mechi kati ya Marekani na Ubelgiji, mechi ambayo ilimalizika kwa Marekani kushinda bao 3-0 dhidi ya Ubelgiji. Hata hivyo, mechi kati ya Ufaransa na Mexico ndio inayokumbukwa zaidi, kwani ndio mechi iliyotupatia goli la kwanza kabisa la kombe la dunia katika dakika ya 19, likifungwa na Mfaransa Lucien Laurent. Kwa huyu mwamba ndo akaingia kwenye historia kuwa mchezaji wa kwanza kabisa kufunga goli katika michuano ya kombe la dunia. Timu zilizoshika nafasi ya kwanza katika kila kundi zilitinga nusu finali.
Hizi zilikuwa kati ya Argentina na Marekani upande mmoja na Uruguay na Yugoslavia upande mwingine. Timu mbili kutoka eneo la Rio de la Plata ndizo zilizofika fainali ya kwanza katika historia ya kombe la dunia. Fainali hiyo ilifanyika tarehe 30 Julai katika uwanja wa Centenario uliokuwa umefunguliwa mahususi kwa ajili ya fainali hiyo. Kutokana na ushindani mkubwa kati ya timu hizo, mwamuzi wa Ubelgiji John Langes aliyekuwa akisimamia mechi hiyo alikubali kazi hiyo tu baada ya kuhakikisha kuwa na boti tayari saa moja kabla ya mwisho wa mechi ili aweze kuondoka haraka iwapo kungetokea dharura linalozungumziwa hapa, iwapo ingetokea vurugu, kupiga kura ya sarafu. Ingawa toleo linalokubalika zaidi linasema kuwa kipindi cha kwanza kilichezwa kwa mpira wa Argentina na cha pili kwa mpira wa Uruguay. Kipindi cha ya kujifunza, kuna mambo mengi ya kuvutia kwenye kombe la dunia na kuna mambo mengi sana ya kushangaza. Kwa hiyo nakusihi tu subscribe ili uwe kwanza kupokea notification kila ninapoweka sehemu zinazofuata. Asante.